Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtoto kwanza. Nimefurahi sana kushiriki nanyi katika uzinduzi wa upanuzi wa mradi wa Arusha Standard Project ambao ni mara yao ya kwanza kufika katika wilaya yetu ya Monduli. Mradi huu lengo lake kuu ikiwa ni kuboresha maisha ya watoto, vijana na familia zilizo katika mazingira hatarishi kwa kutumia mifumo ya serikali iliyopo hususan katika kata 3 ambazo ziko katika wilaya yetu, ambazo ni kata ya Mtoambu, Migungani na Isilali. Mtakapofika ukomo wa mradi huu mwaka 2028 tuwe wilaya ya mfano ambayo itafanikiwa kwa 100% kufikia lengo kusudiwa la mradi pamoja na malengo yote mahususi. Katika kuhakikisha tunaondoa umaskini na kuinua hali ya vijana ya kiuchumi, tumesikia vyema shirika litawajengea uwezo wa kiuchumi na kijamii vijana ili waweze kujitegemea katika maisha binafsi, kuimarisha mahusiano yao katika jamii na kuondoa umaskini. Leo nimefurahi sana kushirikiana nanyi kwenye uzinduzi huu ambao pia timu ya CMT imeshiriki vyema. Ninyi ni wadau muhimu sana na mkifahamu vizuri mradi huu itakuwa rahisi kuwafikishia walengwa, wataalamu wa ngazi ya kata, ngazi ya vijiji na mitaa katika maeneo ya mradi. Napenda kuwaasa kwamba utekelezaji wa mradi huu unahitaji ushirikiano wa hali ya juu ili kufikia malengo yake, hivyo mkasimamie na kushirikiana na wadau vyema. Tumekuwa tukifanya intervention za mradi huu wa Arusha Standard katika mazingira ya vijiji ya kulelea watoto, lakini kwa sasa na kwa kuanzia katika halmashauri ya Monduli na pale jiji tumeamua kutatua wigo wa mradi huu. Malezi ya makao kwa mujibu wa sheria ya mtoto ya mwaka 2009 na kama ilivyofanyiwa marekebisho mwaka 2019 pamoja na kanuni na miongozo yake inaelekeza kwamba malezi ya makao ni uamuzi wa mwisho wa kuweza kuufikiria, kwa maana ya pale ambapo njia zingine zimeshindikana basi ndipo ambapo mtoto atapelekwa. Tuna mifumo hii rafiki, basi inakuwa ni rahisi kuweza kuhakikisha kabisa tunawekeza nguvu katika kuimarisha na katika kuleverage katika hiyo mifumo ili wale watoto wenye uhitaji waweze kupata malezi katika mifumo hiyo. Tunaimarisha jamii ili ziweze kuwa na familia imara. Family empowerment kama nilivyokuwa nimezungumzia hapo awali, tutazifikia familia mbalimbali kulingana na zile criteria ambazo zitaainishwa hapo baadaye, ili familia hizi tuweze kuziwezesha na ziweze kuwa imara katika maeneo mbalimbali, ikiwepo maeneo ya malezi, kwa maana ile elimu ya malezi, positive parenting, lakini masuala ya kiuchumi ni jambo pia muhimu ambayo tutakuwa tukiwezesha hizo familia zitazokuwa zimeunganishwa na mradi. Tunategemea kufikia watoto wasiopungua 450 kupitia mifumo hiyo ya FIT na Foster. Tunategemea kufikia vijana 500 pengine na zaidi katika afua ambazo nilikuwa nimezitaja hapo. Lakini tunategemea kufikia familia 500, watoto 2000, lakini tutafanya kazi na community structures 15 kama ambavyo nilikuwa nimeeleza hapo awali. Kwa hiyo tukifanya haya, tunaamini tutatengeneza mazingira wezeshi na mazingira bora ya kumfanya mtoto aweze kuwa katika mazingira salama na wezeshi ambayo yatamfanya yeye kuweza kufikia malengo ambayo tumeyakusudia. Mradi huu unatarajiwa kutekelezwa kwa kipindi cha miaka 3 ambapo katika muda huo tutashirikiana kwa karibu sana na serikali ya mkoa, halmashauri pamoja na viongozi wa jamii ili kuhakikisha kuwa malengo ya mradi yanafikiwa kwa ufanisi na kwa matokeo endelevu. Kwa zaidi ya miaka 30 sasa tangu kuanzishwa kwa shirika la SOS Children's Village Tanzania, tumejikita kuwahudumia watoto waliopoteza au wapo katika hatari ya kupoteza malezi ya familia na kuwalea katika mfumo wa familia ndani ya vijiji vyetu. Lakini pia shirika lina programu ya kuwezesha kiuchumi familia kwa lengo la kuimarisha uchumi wa familia na kuepusha kuvunjika kwa familia na kupelekea
watoto kukosa malezi. Tumefanya mabadiliko ya kimkakati kutoka katika mfumo wa kutoa huduma kupitia vijiji kwa watoto pekee kuelekea mbinu za kijamii inayojikita kutoa malezi moja kwa moja katika jamii. Mwelekeo huu mpya unalenga kuimarisha familia na mifumo ya kijamii ili watoto wapate malezi bora wakiwa ndani ya familia zao na jamii zao kwa ujumla. Lengo kuu ni kuboresha maisha ya watoto, vijana na familia zilizo katika mazingira hatarishi kwa kutumia mifumo ya serikali iliyopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni matarajio yetu kuwa ifikapo mwaka 2028 mkoa wa Arusha uwe kitovu cha kujifunza sio tu kutoka mikoa mingine ya Tanzania bali hata nchi wanachama wa shirika la SOS Village Tanzania duniani kote. Nichukue tu fursa hii kushukuru shirika la SOS kwa kuona kwamba wameweza, kwa sababu tokea mwanzo wa mradi tuliweza kuwaomba, je, mnaweza kufanya mkoa mzima, na walisema kwa sasa tukiweza kufanya halmashauri 4 tu. Kwa hiyo tunapoona halmashauri ya 5 imeongezeka, sisi kama mkoa tunapata moyo kwamba zile zilizobaki zinaweza zikafikiwa tena kwa ukaribu kabisa. Na moja ya takwimu nyingi sana ambazo zinakuwa ziko binded na mila na desturi ni kwenye takwimu za jamii ya kifugaji. Kwa hizi kata 3 ambazo tumeanza nazo, mtajikuta mnambeba Majengo, inawezekana tukasogea Selela na kata nyingine nyingi tukafika Makuyuni, lakini haya yatatokana na implementation ya hii project kwenye kata zenu. SOS Children Village Tanzania ipo Tanzania kwa zaidi ya miaka 30 na sasa tunaanza kwenda miaka 40, miaka 30 tunaanza kuzungumzia tulipofika 2020. Kwa sasa hivi tunaanza kwenda zaidi ya 30 kwa sababu Zanzibar tulianza kipindi cha hayati Mwinyi na ndio kijiji cha kwanza cha kwa Tanzania kilipoanza. Sehemu kubwa ya shughuli zetu tuna deal zaidi na watoto walio katika mazingira hatarishi, hasa wale ambao wamepoteza malezi au wako katika hatari ya kupoteza malezi. Lakini pia tunadili na miradi ya kuimarisha familia, lengo kubwa ikiwa familia isivunjike ili mtoto aendelee kubaki nyumbani. Kwa sababu familia ikivunjika, mtoto akitoka, tunaenda kwenye ile kundi la kwanza la watoto ambao wamepoteza malezi. Sisi tuko tayari kwa ushirikiano na interest. Mimi imenigusa kabisa kwa sababu mimi ndio eneo langu ninalojinala. Niliacha kazi ya serikali ili tuwatumikie watoto yatima na wanaishi katika mazingira hatarishi. Na sasa hiyo organization inafanya kazi, inasaidia watoto zaidi ya 300. Na juzi, yani naona kama Mungu anafungua milango. Ndugu naomba niwaambie, juzi nilikuwa nakutana na watu wa bodi ya mkopo Tanzania, na moja ya hoja ambazo wao wamepigia ni strategy ya kuwatambua na kuweza kuwasaidia watoto yatima na wanaishi katika mazingira hatarishi. Kwa nini wanataka wa include kwenye project ya kwao ya kutambua kwamba mtoto anapoomba mkopo uonekane wazi kwamba alikuwa ni mtoto yatima, ni mtoto ambaye hana msaada mwingine yeyote, ili aweze kuinclude katika kupata ile keki ya taifa ambayo tunagawana kidogo katika kila mkoa. Kwa hivyo hii naona ni opportunity kwenu kata hizi ambazo zimetajwa kwa sasa kuwa ndio modo na mkasimamie kwa umakini mkubwa ili jambo hili lisirudi, maana mnapo delay kufanya mambo yanayotakiwa basi itakuwa ni vigumu sana mradi kuendelea. Watu wanapata huduma mahali walipo na kuhakikisha environment inakuwa inawasaidia kuweza kusoma na kuendelea vizuri katika maeneo walio. Tunaangalia pia accommodation, mazingira anayoishi huyo mtoto na familia yake, kutokana na ile jamii husika, ni sahihi au sio sahihi. So tunaweza tukafanya nini kuboresha mazingira yake ya pale anapoishi pamoja na mtoto. Kwenye protection na care tunaangalia uwezo wa ile familia kama wanaweza kutoa malezi chanya kwa watoto wao. Na tunajua pia kuna awareness kama wanajua masuala ya child rights. Kwa hiyo hapa nilikuwa nimewekea hii ni day activity ya mambo ambayo yanaweza kufanyika kwenye
kwenye kijiji chetu, especially watoto wakiwa kwenye holidays kipindi kama hiki. So hapa tunaona baadhi ya watoto wana interact, wanacheza during the holidays, wanafika kwa pamoja wakiongozwa na mlezi wao.